Lakini nikwambie, ikifika wakati ambapo ulikuwa unalia kabisa kwa sababu ya ada haipo, alafu unashangaa dakika 15 mtihani umeanza, alafu unalipia ile ada. Unasema niliuliza hata kama umeazima mahali, aliyemleta huyo mtu amemleta hata hiyo dakika. Nikamleta wewe, mwambie Baba asante. Hayo hakunipendeza mafuta zaidi, ukiongeza mafuta zaidi, hauwezi kuwa mtu wa kawaida. Na kuna wengine, ndio maana mbele akasema, tunakula kama kwa maji, lakini tunanawili kuliko wao. Tunakula kama wao, lakini tunapendeza zaidi yao. Maana yake akataka kula dagaa na ugali, lakini ukivaa nguo yako unaonekana wewe ni mtakatifu kwa haya. Unaonekana kuwa ni sawa, unatembea unazidi kunenepa, waambie kama ni Bwana ametenda. Wao sio akili zako, usiogope majira kama hayo, maana majira yamekuja kwa Bwana Yesu. Paulo anasema, nilijua majira kuyakosa chakula, nalikula chakula, nalijua kulia, nalijua kuonja, nalijua kutaka, nalijua kucheka, alipokosa alimshukuru Bwana, alipopata alimshukuru Yesu, alipolia alipocheka alimshukuru Bwana. Wewe ni nani anayekuja kukufu Bwana Yesu? Wewe ongeza tu mafuta, ongeza tu mafuta, ukiongeza mafuta mambo yote yanakwenda pesa. Na pesa zilizotolewa yanakwenda pesa, hiyo yanafanya utukufu wake. Sikiliza, kuna watu wanahangaika na wachumba, mchumba anatafuta kwa akili zake, mchumba anatafuta kwa akili na Roho Mtakatifu. Haleluya! Usiangalie mbele wala mwili wake, shepu alionayo, usiangalie uwezo wake, na kuna nakuta kwa lugha. Sikiliza, kunena kwa lugha sio kama kule ndani. Hapa ni madhabahuni tu, akitoka hapa ni mtu kama wewe. Wewe tabia ni kitu kingine, na Mungu ni kitu kingine. Wewe wakati kama wewe unataka wako, acha kuangalia pia. Wewe wakati kama wewe unataka bidii, wewe unataka usiangalie kwa macho haya macho yanarudi sana, yanapendeza mambo mengi, lakini Yohana akasema hivi, ifuatishe namna dunia leo, kwa kuwa macho yanatamani. Nakwambia macho yanatazama yanatamani kweli. Na Yesu akawaambia hivi, jamani, ukiona macho yanakutamanisha, hata ile ukiomoa ile jicho, hakuna maana uwe kipofu. Alikuwa na maana uyapiga kipofu kichwa Mtakatifu, maana kisha ndani yake anakilisha kama yote ya mwili. Wala macho yako hawezi kuona na wengine wake. Haleluya! Anaendelea kusema huyo, anasema hivi, anayemfanyia dunia hiyo, kuna roho ya kiburi. Sikiliza, roho ya kiburi ni roho ambayo kwa tunapomtumikia Bwana, ukiona mtu anakuwa mzembe kumtumikia Yesu, ana roho ya kiburi ndani yake. Hiyo roho ya kiburi iondoke ndani yake kwa jina la Yesu. Wewe mtu mwenye kiburi kumtumikia Yesu, mimi kama nimemjua Kristo, sijaacha kumtumikia yeye. Nimesoma nimekafika, nimemtumikia Yesu, hajawahi kuniacha. Namtangaza wewe na kutumikia kweli, na ndiye anayefanya kazi isiyokuwa kawaida. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sikiliza, Roho Mtakatifu anapoingia ndani yako, jambo la tatu, anakugeuza kuwa mwali wa moto. Anakugeuza kuwa mwali wa moto. Yaani kuna watu hawajielewi kwamba wewe ni moto, lakini wanapoingia kwako, anakugeuza kuwa mwali wa moto. Mwali wa moto mtumishi wa Mungu anaeleza pale Mitume sura ya 2 mstari wa 3, anasema kukawatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto uliokalia kila mmoja wao. Alafu anasema Zaburi ile ya 104 anasema hivi, Zaburi ya 104 anasema hivi, wafanya malaika zake kuwa pepo na watumishi wake kuwa miali ya moto. Hebu tupige Yesu makofi. Unapojawa na nguvu ya Roho Mtakatifu na mafuta ya Roho Mtakatifu,
watumishi wako wanakufanyikia wewe, lakini wewe unafanya moyo wa moto. Na ndio maana leo nilikuwa na hata kama mchungaji akaniambia, kuna mtoto mmoja amekuja kwa Uislamu, anauliza yule Yesu yuko wapi? Nikawa ametoka kabisa Yesu yupo, akamwambia yule mchungaji ndio nikwambie, wakati walipokuja katika hali ya haya walimwita Bwana Yesu akiwa na mwili kwa usiwaze atakapokuaje, maana atakayojua yeye sasa. Wakati naanza nafanya na kaniambia utafanya ile bodi ile kwenye picha pale kwenye tangazo, ndio nimevaa hiyo sura yake kwa kazi sema mbele. Ana sasa kwa kama anataka kuchukulia nguo na mifuko pia kama nada ndio ndio kuchukulia mfuko. Kuna mfuko mwingine akinyokanyoka mtu amesuka mambo yuko anataka mbele na mbele na mambo mbele. Tazama kwenye mfuko ajilisha mfuko tena mbele. Ndio kwa vitu vinauliza hivyo hivyo. Kwa hiyo yangu ya nakwenda kumaliza. Roho Mtakatifu anapoingia anakubadilisha na anakufanya kuwa mtu usio wa kawaida. Na kupeleka viwango vya juu. Akiingia ndani yako anakubadilisha na kufanya usio mtu wa kawaida na kupeleka viwango vya juu. Matendo ya Mitume ile sura ya 22 na mstari wa 6 anasemaje? Matendo ya Mitume sura ile ya 22 na mstari wa 6 anasemaje? Sauli ambaye Paulo alikuwa anaua wanafunzi wa Yesu, alikuwa anaua watumishi wa Bwana. Saa ilipofika ya pili akielekea Dameski kwenda kuua, Biblia inasema kwamba wakati wanaelekea mbele safari, ghafla Mungu ikawashukia, alafu macho yake akapigwa upofu, Sauli unaniudhi. Akauliza, wewe Bwana ni nani unayekuja? Akasema, mimi Yesu Mnazareti. Alitambulisha umini wake kwamba Yesu ni jina lilopewa kwa baba yake, lakini Mnazareti ni kule alipozaliwa. Manake kuna Fausti imeletwa, lakini kuna Cosmas kama baba yake, na Nazareti ni kule alipozaliwa kwenye koo yake. Bwana sifa sana. Akajitambulisha ili Paulo aweze kuelewa. Alipoelewa kuwa ni Yesu Mnazareti, akaondoa manifake yeye, akamwambia nenda katika Dameski uingie, kuna mtumishi na viwango ndani yake, nimekuja kuongea na yeye. Na Anania alipokuwa anaamua na Roho Mtakatifu kwamba walipomuombea Paulo ambaye Sauli alikataa, akasema iwezekane ishirikisha. Ilikuwa ni saa ya Paulo au Sauli kubadilishwa kuwa Paulo kupandishwa
kupandishwa level ya kuwaua watumishi wa Bwana na kuhubiri nchini kwa kiwango vinavyowafikirisha. Saa inapofika kuinuliwa na Bwana juu ya maisha yako, anatamani yako amesema usiinuliwe. Bwana akisema inuliwa, lazima uinuliwe. Maana ni saa ya Bwana. Hata saa ikifika ya kwenda kupanda kiwango, anapokasimama akasema wewe ni wa vile vile kama alivyomdharau Yesu, akasema ni mwana wa Yusufu. Sikiliza, ni mwana wa fundi seremala, mtu atokaye kule chini akichunga kondoo. Baba yake Yusufu alikupa na kama mkombozi wa ulimwengu, na wewe vile vile kule chini unapotangazia leo upandishwe kiroho na mitume za kiroho kachini tumemiliki mahali ambapo sio papako, maana imeandikwa hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni lazima upandishe viwango, na anapoingia pako lazima upandishe viwango. Na leo umekubali tu Roho Mtakatifu atakwenda kukupandisha viwango ambavyo sio vya kawaida. Ninamwona Roho Bwana juu yako, anakupaka mafuta mapya, anakuinua ulipokuwa umekaa kulia, anakufuta machozi. Ninaona yule kiu nayo inapanda juu zaidi. Ananiambia kwenye Mathayo 5:6 ya kwamba heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Sikiliza, hiyo kiu yako leo Baba anakwenda kuishibisha. Anakwenda kubadilisha maisha yako, anakwenda kubadilisha mifumo ya kuomba kwako. Ulipoomba dakika 5 anaongeza fikiri ya kuomba. Ulipoomba dakika 15 anaongeza dakika 30. Maana kuna watu kazini kusema wanakuona wenzao wananena kwa lugha ndefu kuliko haya eba shaka na mapepo. Wao wanasema na mimi pia Bwana nisaidie kama yule Elisha. Unahitaji uombe kivyako vyako. Ili uombe kivyako vyako lazima ubadilishwe, upokee viwango vingine. Kama unaelewa sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo ndio Roho Mtakatifu. Naomba usimame. Naomba usimame. Na pointi yangu ya mwisho, Roho Mtakatifu ana tabia kukuonyesha kile ambacho umekibeba. Roho Mtakatifu ana tabia kukuonyesha kile ambacho umekibeba. Na kesho tutafundisha sasa viwango vya Roho Mtakatifu ambavyo tunakuelewa duniani. Maana kuna watu wale wako wanaendelea na viwango vya kuelewa duniani. Unafikiri kweli nini kuweka mafuriko ya watu milioni 5 kwenye mkutano sawa? Unafikiri kama ni viwango vya Roho Mtakatifu? Wanasifa sana. Kwa hiyo Roho Mtakatifu tunamhitaji leo, anashuka na kubadilisha maisha yako. Kwa lazima uombe, umwambie Mungu anataka kubadilishwa na wewe. Ukitaka kubadilishwa Roho Mtakatifu anakutengenezea mazingira ya kupanda leo ya kiroho. Na kuna watu ambao wamezaliwa kwenye familia zetu. Sikiliza, ukiwa na Roho Mtakatifu heshima inarudi. Hata kama utakuzao miaka 2 miaka 3, lakini mwaka wako ukifika, saa ya Yusufu kuinuliwa kwenda kwa waziri mkuu, alipodharaulika kule alipokuwa gerezani, akasingizwa kuwa amebaka. Lakini saa ilipofika kesi ile ya jinai, ikampandisha kwa waziri mkuu. Sikiliza, watakapokudharau leo, kesho yako ni kubwa ambalo usiwaangalie. Huyo ndio Roho Mtakatifu tunaomba sana. Filipo Majani. Naomba wimbo kwa Mungu kabisa wa taratibu. Alafu tukaombe Mungu. Na leo natamani niombe na Allah. Natamani Roho Mtakatifu ageuze maisha yako, ageuze mioyo yako. Karibu tukumbuke kwa wimbo mzuri kabisa wa Mungu wetu. Ukiwa umefunika macho yako,